muombi bali tunamdai. Sisi hatuna chochote cha kudai mbele za Mungu. Hatuna chochote cha kumwamuru Mungu atupatie. Hatustahili chochote mbele yake. Sisi tuwe wanyonge, wanyenyekevu na kumwendea kwa unyenyekevu huo, hivi kwanza tuwe na imani naye. Kwa sababu bila imani hatutafaulu hata kuomba. Maana Yesu mwenyewe anasema, ukiomba kwa imani utapata. Lakini tusipoomba kwa imani, ndugu yangu, tutakosa. Hayo utayapata katika Injili ya Marko ile sura ya 11 aya ya 23. Hivi naomba tuende kumwomba Mungu kwa imani. Hapo tutafaulu. Mara nyingi hatumwombi kwa imani na tutakosa tu. Na si tukuomba kwa imani, kutokuomba kwa imani, lakini mara nyingi tunamwamuru Mungu tunachotaka tupate. Sasa hii hatuendi mbele ya Mungu kudai chochote. Hatustahili wala hatuna ubavu wa kudai chochote mbele ya Mungu. Sisi ni watu tusio faidika mbele yake, na sisi kazi yetu tuende kwa unyonge kweli, na tukiomba kwa imani ndipo tutafaulu. Hilo ni la 3. La 4, tudumu katika kuomba. Mara nyingi kama nilivyosema, tunamwendea Mungu, tunamwendea tena masharti. Naomba kesho nipate kazi. Naomba kesho nipone. Naomba kesho nipate hiki. Hatuendi kwa Mungu kwa namna ya kudai, kwa namna ya kumwamuru. We ni nani umwamuru Mungu, udai mbele ya Mungu? Una haki gani? Hatuna haki yoyote mbele za Mungu, kwa sababu sisi hatuna chochote tulichompa Mungu ili atupatie. Sisi ni watupu, chote tunategemea kwa Mungu. Basi tumwendee kwa kunyonge wa moyo wetu, tumwendee kwa unyenyekevu wote, na tubaki tunamwomba tu, na yeye atajua muda, siku, wakati na namna ya kutupatia. Hiyo tunamwachia yeye. Sisi tubaki tuombe, na tuombe kwa kudumu, na sio tu kwa muda fulani alafu nakata tamaa. Tusikate tamaa katika kuomba. Na Yesu anatoa mfano mzuri huo katika Injili ya Luka ile sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 7. Jinsi yule mama yule mjane alivyoweza kudumu kudai haki yake mbele ya hakimu, na kuweza kutamaa hadi mwisho akapata. Na anaeleza pia kwamba yule tu atakayedumu hadi mwisho ndiye atakayepata, ndiye atakayeokoka. Hayo anatamka Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 22. Hiyo ni ya 4. Alafu ya 5, jamani, tuombe vizuri, tusiombe vibaya. Nimesema sababu mojawapo ya kutopata ni kwamba tunaomba vibaya. Sasa kuomba vizuri ni vipi? Kuomba vizuri kuna vipengee hivi viwili, tuvizingatie hivyo na tutekeleze hivyo, tutapata. La kwanza, tuombe kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mara nyingi tunaomba kadiri ya mapenzi yetu. Hapo tutakosa, kwa sababu mapenzi yetu mara nyingi yanapingana na mapenzi ya Mungu. Hivi sisi tuwe chini na tuombe kadiri ya mapenzi yake, na tuyatafute mapenzi yake, hapo tutafaulu. Ndipo Yesu anatuambia, tafuteni kwanza mapenzi ya Mungu na yatimizeni hayo, halafu mtafaulu kwa lolote mnalolitaka. Hayo tutayapata katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 21. Hivi naomba tuombe vizuri, na mifano tutapata miwili ya kufanya kwa kuomba ama kutimiza mapenzi ya Mungu badala ya mapenzi yetu wenyewe. La kwanza kabisa, anatuonyesha mfano huo Yesu Kristo mwenyewe kule katika bustani ya Getsemane,
pale alipoona mateso yanamjia atakayoyapata, yote aliyemjia kule pale katika bustani ya Getsemane, na Yesu akaogopa, akatetemeka, akatoka hata jasho la damu, akamwomba Baba yake, Baba, na kuomba kama ikiwezekana kikombe hiki kinipitie mbali, haya mateso yanipitie mbali. Lakini akaongeza, yasiwe mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Hayo utayapata katika Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 42. Na kama kweli utaomba kwa dhati kadiri ya mapenzi ya Mungu, Mungu hata kawia kukupatia, atakupatia papo hapo, kama alivyompatia Yesu. Akatuma malaika, amebeba kombe limejaa damu, akaenda kumkabidhi Yesu. Mapenzi ya Baba yako ni haya, nenda kateseke, kafe, nenda kamwage damu. Hayo utayapata katika hiyo Injili ya Luka, hiyo sura ya 22 aya ya 43 na 44. Mfano mwingine tutampata kwa Bikira Maria. Bikira Maria aliapa kwa Mungu mbele ya makuhani kule hekaluni kwamba atabaki bikira maisha yake yote, yaani hata kuwa mama hatazaa. Anakuja malaika wa Bwana kutoka mbinguni, anamwambia upate mimba, uzae mtoto. Akasema, itakuwaje? Mimi nimeshamwapia Mungu kwamba mimi sitazaa maisha yangu yote, sitaonana na mwanamume. Akasema, wewe unatakiwa uzee, kutoonana na mwanamume ya haina tatizo, lakini uwe mama. Bikira Maria akasema, mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 38. Tukitafuta mapenzi ya Mungu katika ombi lolote, kumbuka utapewa. Na Bikira Maria pale pale akapata mimba na akabaki bikira. Hivi ni mwanamke wa pekee katika uumbaji wa Mungu ambaye amepata kuwa mama na akabaki bikira. Hayo ya muhimu sana. Kipengele cha pili cha kuomba vizuri ni katika kuwajumuisha wengine. Mara nyingi sala zetu za binafsi, mimi naomba hiki, mimi nataka hiki, mimi nifanye hivi. Ndugu yangu, sala ya binafsi kwa Mungu haitajibiwa, kwa sababu Mungu anajua kabisa shida yako wewe. Wanayo wengi wenye shida kama hiyo hiyo. Hivi naomba kwa sala yako, hata kama unaugua kiasi gani, napenda kupona, lakini wajumuishe na wengine wenye shida kama hii, naomba pia wapone, sio mimi tu, na pengine anza na hao kuliko hata mimi. Hapo unapojumuisha wenzako, inapokuwa sala si ya binafsi bali sala ya jumuiya na kwa ajili ya wengi, Mungu atakujibu mara moja. Hiyo ni namna ya 5 ya kupata kile unachokiomba. Alafu ya 6 ambayo ni ya muhimu sana vile vile ni ile ya kushukuru. Daima mara nyingi sisi ni hodari wa kuomba, lakini hatupo katika hali ya kushukuru. Mungu tunamuomba sana, lakini hatumshukuru, na hii ni mbaya sana. Na ukitaka kujua ubaya huo, Yesu anauonyesha vizuri sana katika Injili ya Luka ile sura ya 17 aya ya 11 mpaka ya 19. Wale wakoma 10 ambao walimuomba Yesu waponywe na huo ukoma, Yesu akawaponya, lakini ni moja tu alirudi kumshukuru Mungu, akasema ampata wote 10 kuponywa, wale 9 wako wapi? Akaonyesha kwa masikitiko jinsi binadamu hana shukrani. Ndugu zangu, tukitaka kujifungia baraka kwa Mungu, tukitaka kujifungia kupata mengine, tuache kushukuru. Lakini kama unashukuru, ndio maana hata Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba mara ya pili. Hivi unajiandaa kuomba tena kupata unaposhukuru. Daima tu watu wa shukurani, na Mungu atatujalia yale tunayohitaji
katika maisha yetu na katika wokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.